kae kamang nokele pogro. Adani mak parono gi kanyo kendo matin Musai nyaka lore ni embako romo jopiny bende nyaka wawinjane kaka giwacho kotudore kod wach mabende watwako kinyi makawuono achiel kachiel adwani wadhi nyaka e county ma Kisii. Crispin Otieno kinyalo winja ka intiere county ma Kisii ichiew nade county ma Kisii kono to jo Kisii kata jo piny e county ma Kisii wacho nango kotudore kod wach mar puonjo weche nyodo e school. Crispin. County ma Kisii wachiwo maber awinjo yo makare an ka kod jonyuol mawuok e gwenge ma Kisii kana mna los code gi kalore kod twak ma wanawaka uono utaniruhusu kuzungumza kwa Kiswahili sasa ili niweze kuzungumza na wazazi katika eneo hili la Kisii. Asilimia ya wale ambao nataka kuzungumza nao hapa asilimia 100 ni wanaume ama ni kina baba. Nataka kuhusisha katika mchakato huu mzima. Tunazungumza kuhusu mpango wa kuhusisha watoto wale wa shule ya msingi ili waanze kufundishwa masuala ya ngono wakiwa katika ngazi hiyo. Wewe maoni yako kama mzazi kutoka kaunti hii? Crispin, mimi ni mzazi. Mimi ni mzazi na niko na watoto wako shuleni. Sasa wakati government inasema inataka kuanza mambo ya sex education katika primary, tunaona kama ni mzaa. Tunaona kama the government of Kenya of the day inafanya kama ni mzaa. Kwani watoto wadogo hata hawajaona heavy, hawajaona. Sasa wanaanza kuwafunza swali. Sasa watachua ni nini? Sasa inaonekana kama with the time hatutakuwa na watoto. Tunaenda kuua the community. Wakati tunaenda kuleta hii topic, tunaenda kuleta hii subject kama ni subject katika shule, katika watoto wa primary ambao hawajui kabisa kuhusu hiyo maneno. Wakati tunaenda kuleta sasa inaenda kuwa obvious at hao watoto wanaenda kujifunza mapema, wanaanza kuanza mambo ya sex mapema before hata hawajafika ile wakati hata wa kucheza hiyo mambo ya sex. Kwa hivyo sisi tunauliza the government of the day, it seems like ile tunasikia ati kuna watu ambao wanasponsor hii mambo ya CPC, but ni ukweli kwamba they have instructions, they are under instructions kwa sababu wafanye ile ambao wanatakikana. Hata tuliona last time tukiona the court ikiarao mambo ya mwanaume na mwanaume mwingine kuoana. Sasa tunaona hii vitu ndio inaenda kuleta shida katika hii country yetu. Kwa hivyo tunaomba Mheshimiwa William Samoei Ruto, hii vitu bwana, kuna vitu ambayo inatakiwa kufanywa katika masomo ya shule. Tunataka tuone hii unaona watoto wanatengeneza, wanaiga. Mtu anaona anatengeneza kama gari, anatengeneza kama pikipiki. Tufanye implementation ile vitu, watoto wafunzwe vitu kama ile inianze kutekelezwa katika primary. Kwa hivyo sio mambo ya kuambia sisi ati watoto wachanga waanze kufunzwa mambo ya sex. This is immoral and it is immoral and it is immoral. Asante sana. Nataka tu kuzungumza pia na wazazi, karibuni. Alafu tuambie tu maoni yako ni yapi. Alafu pia kumekuwa na swala la watoto wachanga unapata wengi wanapewa hata simu hizi za kisasa, smartphones. Je, labda huenda inachangia serikali kuleta mafunzo ya sex education katika ngazi ya chini? Mimi kwa majina naitwa James Momanyi kutoka kwa constituency ya Bobasi na mimi ni mkaaji wa Kisii. Kuhusu hiyo maneno mimi nayapinga sana kama mzazi. Mimi ni mzazi na niko na watoto. Sitaunga mkono watoto kufunzwa juu ya mapenzi. Kama saa hii unapata mtoto wa miaka 15 wako na mimba, na ukianza kufunzwa hiyo kwa shule, sio itakuwa monotonous, watoto wataharibika, hatutakuwa na watoto. Mimi sina maneno mingi, hiyo maneno mimi nayapinga sana. Asante sana. Pia karibu soga topa karibu. Hebu tuambie wewe maoni yako ni yapi kuhusu? Kwa majina naitwa Albert Ratemo. Mimi ni kutoka Nyaribari Chache, Kisii County. Mimi kusema kweli na mimi napinga kama wale wengine. Lakini hili jambo tusiliangalie kama zamani. Wakati huu watoto peke yake pale wanakaa na simu za rununu na mambo ya kukutana kwa wanafunzi na watu wakubwa na watoto. Kwa kweli watoto wadogo wanajifunza mambo mengi sana. Na hata naona
kiwango fulani ni vizuri serikali ikileta hii mambo ya sex education kwa shule, kwa sababu watoto wetu watafunzwa na watajua vile watakavyojilinda kwa wakati huu mgumu mbaya ambao ni wa magonjwa, ili wajue ni vipi kwa kujikinga na mambo ya rape na mambo kama hii. Kila kitu kina uzuri na kila kitu kina ubaya. Mimi na support, lakini tuwe waangalifu. Uanze kwanza umri gani? Mimi ninaona sex education ikianza kwa umri ambao at least 10 years hivi itakuwa ni sawa, wakati mtu ameanza kujua nini kibaya, nini kizuri. Asante sana. Allow me to talk in English. My name is Jeremy. I'm a law student at Kenyatta University. With regard to this issue about sex education, my position is this, that we cannot turn a blind eye since the world has evolved to a digital era, whereby you find even a class 4 kid is able to know the other opposite sex partner, and therefore this has resulted to various sites which they enter into. They know various materials, so it is prudent that the government, through the Ministry of Education, to enroll a curriculum whereby students are able to be sensitized, or in short, we have sex education as part of the life skills, because we cannot assume that it is teaching them things which are immoral, yet they know them. So the government, my urge to the government is, let them introduce the sex education in their respective schools, be it primary or the junior or secondary schools, so that we can have children having to know what is expected of them, and even as they grow with good morals besides having education. Thank you. Thank you, bro. Manaka kiwinjo no mago moko kuom pach jopiny mawuok kata pach jonyuol mawuok e kaunti ni ma Kisii. Kaka manang na teri nyaka e kaunti ma Kisumu, kama Millicent Adhiambo bende loso kod